Lakini vile nabii anaweza akatoa maneno ya unabii kwa habari ya taifa. Amen. Ama mataifa ama ufalme. Kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ya 10 mstari wa 11. Wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Wakaniambia, sema wakaniambia. Imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme. Unapokuwa nabii, yapo mambo ambayo yanakupasa uweze kuyazungumza. Amen. Na unapoyazungumza, yale mambo yanafanyika kuwa maneno ya unabii. Na nabii hajafungwa ya kwamba ameumbwa ili kuwatabiria tu watu mtu mmoja mmoja. Amen. Nabii anaweza akatoa maneno ya unabii hizo ni kwa mtu mmoja mmoja, familia, si ndio? Anaweza vile vile akatoa unabii kwa habari ya jamii ya watu fulani. Unajua nabii anaweza akaibuka akasema, nimeona kuna changamoto inaenda kuwapata jamii ya Masai. Mtasikia Wamasai wanadondoka tu ghafla wanakufa, si ndio? Nabii anaweza akazungumza vitu vya namna hiyo. Hapo wameitabiria nini? Jamii. Sema jamii. Na baada ya muda unashangaa yale yaliyo ya tabiri yanaanza kutokea. Amen. Lakini vile nabii anaweza akatoa maneno ya unabii kwa habari ya taifa. Amen. Ama mataifa ama ufalme. Glory be to God. So nadhani kila mtu anajua sasa hivi kuna vita. Amen. Ingawa havijatangazwa rasmi kuwa ni vita, full scale war kati ya Israeli na nani? Na Irani. Ukifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, ukifuatilia kwenye channel mbalimbali YouTube, amen, ama ukifuatilia kwenye TV, taarifa nyingi zinazotolewa kwa Kiingereza tunasema ziko bias. Ziko nini? Ziko bias. Wako watu ambao wanaweza wakazungumzia namna ambavyo Israeli inaichakaza vibaya Irani. Amen. Labda wao wana mlengwa wao wa kidini. Amen. Labda maybe ni channel ya Kikristo. Kwa hiyo wanaichukulia Irani kama taifa la nini? La Kiislamu. Kwa hiyo wana mlengwa wa kidini zaidi au wa kiimani. Na wako watu ambao ukifuatilia channel zao, amen, unakuta wanazungumza jinsi ambavyo Irani inaiwashia moto Israeli na kuchakaza miji yake. Maybe na hao ambao wanarusha hayo matangazo maybe ni channel ya Kiislamu, mtu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo inalichukulia taifa la Israeli kama taifa la Kikristo. Amen. Kwa kuna a sort of confusion, sema a sort of confusion. Lakini mtu ambaye anaweza akazungumza mapana ya nini kinajili na nini kitakuwa na matokeo yatakuwa ni nini, lazima awe ni mpakwa mafuta wa Bwana. Inaeleweka? Lakini wakaniambia, sema wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Kwa hiyo nataka kuzungumza baadhi ya mambo ya kinabii, mustakabali wa kiungu kwa habari ya kile kinachojili kati ya Israeli na Irani. Amen. Na napenda ujue na utambue ya kwamba
Number 1, Benjamin Netanyahu yupo katika divine assignment. Sawa? Yuko katika jukumu la kiungu.